Asante sana. Ni wakati mzuri tena ambao Mungu ametupa neema ya kuweza kuiona siku nzuri ya leo, na tupo tunazunguka, lakini tuna enjoy mazingira, na niseme tu kwamba ni siku ya Jumapili ya mapumziko. Basi tuko tunatulia kuangalia mazingira haya na kuenjoy katika hali ya hewa nzuri kama hii. Nimeona lakini ni vizuri tupate picha kidogo ya mambo machache ambayo yameendelea kuzungumzwa na wahubiri mbalimbali na walimu mbalimbali na wachungaji na maaskofu vile kwa ujumla wake, watumishi wa Mungu. Na tumekuwa na wakati huu mgumu sana kuhusiana na mavazi. Aina gani mtumishi wa Mungu anaweza kavaa mavazi? Wengine wametafsiri mavazi ya mitumba, wengine wametafsiri mavazi ya namna mbalimbali ya kiume na ya kike, wengine wametafsiri mavazi kwamba mavazi hayana tatizo, wengine wametafsiri yana tatizo. Na wakati huo tunashindwa kuelewa mkweli ni nani, ambaye anazungumza ukweli ni yupi. Na hasa pale tunapokuwa ni waumini wa kawaida tunashindwa kuelewa kipi ni kipi, tunabaki njia panda, na walio wengi wanabaki kusema mavazi hana shida yoyote, kwa sababu Mungu kwa ujumla wake anashughulika na roho, anaangalia ndani. Lakini ni ukweli, nikupe picha hata kama sio hayo siku ya leo. Tutaendelea na vipindi hivi vifupi kidogo tunazungumza, ni kwamba Mungu anashughulika na sisi kuanzia mwili wetu, muonekano wa mwili wetu. Anashughulika na sisi muonekano wa mavazi yetu, ni aina gani ya mavazi tunayovaa. Sio watu wote. Mungu kuna watu anawamiliki na shetani kuna watu anawamiliki. Kwa hiyo kwa wale wanaomilikiwa na Mungu, wanaoitwa watu wa Mungu ama Wakristo, hawawezi kuvaa kila vazi. Mungu anaangalia mili yao, Mungu anashughulika na mili yao, Mungu anashughulika na mavazi yao, Mungu anashughulika mpaka na kucha zao, mpaka na nyuso zao, mpaka na mnyoo wao wananyoaje, yaani mpaka maiti wanakwenda kaburini. Mungu anasema ina thamani kubwa maiti ya mcha Mungu ama mtakatifu wa Mungu. Kwa hiyo vyote Mungu anashughulika navyo, hakuna alichokiacha. Lakini pia Mungu anashughulika na roho vile vyote. Amezungumza, amesema itoeni mili yenu, ndio itoeni mili yenu ndio iwe dhabihu takatifu. Mili yenu itoeni iwe dhabihu takatifu. Anasema ndio ibada njema. Mili, hasemi moyo. Warumi 12, Warumi 12 mstari wa kwanza huko. Lakini nikurudishe kidogo ni nyuma kabisa huko, kabla ya Torati. Nikisema kabla ya Torati na maanisha kitabu cha Mwanzo. Mungu alipokuwa anamtokea moja ya uzao wa Ibrahimu, na huyu alikuwa ni mjukuu wa Ibrahimu, Yakobo, Mungu alimwambia kwamba wewe ulikimbia kule kwa ndugu yako, ukafanya yale yaliyofanyika, ukafikiri mimi nimekuacha. Mimi nilikuwa pamoja na wewe, na mimi ndio niliyekutetea na kukulinda. Na akamwambia sasa nataka ukanifanyie ibada, unirudie kimsingi. Alipomwambia hivyo tu kwamba amrudie Mungu, Biblia inatupa taarifa kutoka kitabu cha Mwanzo kabla ya Torati, kitabu kile cha 35, Mwanzo 35 na mstari ule wa kwanza hadi wa 3. Angalia kilichozungumziwa hapo, mavazi. Biblia inasema Mungu akamwambia Yakobo, ondoka, panda uende Betheli, ukakae huko, ukamfanyie Mungu madhabahu huko Betheli, na maana yeye aliyekutokea ulipomkimbia Esau ndugu yako. Biblia inasema Yakobo akawaambia watu wa nyumbani mwake, na wote waliokuwa pamoja naye, yani kwa maana ya wafanyakazi, wahudumu mbalimbali ambao sio family kimsingi,
akaambia, ondoeni miungu migeni, ondoeni miungu migeni iliyoko kwenu, mjisafishe, mkabadili nguo zenu. Ondoeni miungu migeni, jisafisheni, jitakaseni. Lakini akasema mbadilishe mavazi yenu. Tunaenda kukutana na mfalme wa wafalme, tunaenda kukutana na Mungu wa miungu, tunaenda kukutana na yeye aliyeniumba, aliyeniokoa katika mambo mbalimbali. Akasema jisafisheni, jitakaseni, ondoeni miungu yote migeni, lakini akawambia mbadilishe mavazi. Na utaelewa kwamba hajaambiwa chochote hapo, lakini anajua unapokwenda mbele za Mungu lazima uende ukiwa umejitakasa. Ndicho kinachozungumzwa hapo, lakini si tu kujitakasa moyo wako, lakini ni kuhakikisha hata mavazi yako yamewekwa vizuri. Kwa wale ambao ni wasomaji wa Biblia, utakumbuka kwamba hata mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa anaitwa Yusufu alipochukuliwa kule kwa Potifa kule Misri, na yakafanyika yale yaliyofanyika kuhusu mke wake na yule bwana mkubwa, Biblia inasema walimweka Yusufu jela, karibia historia inasema kama miaka 12 hivi. Alipotoka kule jela kama mfungwa, Yusufu anatakiwa kwenda kuonana na yule mfalme, akatafsiri ndoto zile alizoziona mfalme, zimemfadhaisha. Ilibidi atakaswe, yani aoge, asafishwe, anyolewe nywele kwa namna nzuri ambayo inaweza ikapendeza kuonana na mfalme, sio ovyo ovyo. Lakini si tu kunyoa nywele, lakini ilimlazimu kumbadili mavazi yake. Yusufu alibadilishwa mavazi, avae mavazi ambayo yatafanana kwenda kuonana na mfalme wa Misri, sio Mungu. Kwa hiyo Yakobo alipofahamu tu hilo, alijua tamaduni ya Mungu, alijua ustaarabu wa Mungu, alijua namna unavyotakiwa kwenda mbele za Mungu. Sio hiki ambacho tunajifunza ambacho kinatupeleka kujichanganya na kuona mavazi hayana maana. Hawa ni watumishi ambao aidha wamekosa elimu, wamekosa shule, wamekosa uelewa. Maana saizi mtu akishafunuliwa tu anaenda kwenye utumishi, haendi kujifunza kwanza. Anafikiri baada ya kufunuliwa na kuitwa ndo tayari ni utumishi basi. Kufunuliwa ni kitu kingine, kuitwa ni kitu kingine, kuanza kozi ya mafundisho ni kitu kingine. Kina Paulo mtume waliitwa, baada ya kuitwa naambiwa nenda kule, watakufundisha kupasayo kufanya. Kwa hiyo ni muhimu sana tukafahamu hilo. Lakini wakati wa Torati vile vile, wakati wa Torati Biblia inazungumza Mungu mwenyewe, yani Mungu navyokuambia hivi, ndo muasisi wa mavazi tokea bustani ya Edeni. Mwanzilishi wa mavazi ni Mungu. Baada ya mwanadamu kuwa na akili timamu, kuanza kupambanua, kujua mema na mabaya, alitafutiwa nguo. Alikuwa uchi wakati hana akili. Kwa hiyo lazima muelewe. Ndio maana hata yule aliyekutana na Yesu pale kwenye kitabu cha Marko, yule kichaa alikuwa uchi. Baada ya kupata akili tu alienda kaoga, kanyoa nywele, akavaa mavazi kwa sababu ya kistaarabu, kwa sababu ana akili na anaenda kukutana na Yesu mwana wa Mungu. Itakuwa ni shida sana kama mtu atasema Mungu haangalii mavazi, anaangalia moyo. Yaani unajua tu huyo ni mbovu, ameirukia Biblia katikati. Sasa angalia Mungu anachozungumza. Na haya mavazi Mungu anasema hayawezi kuwa ili mradi ni mavazi. No. Lazima yawe ni mavazi ambayo ni mavazi matakatifu yanaitwa. Kwa kama unajua mtu mtakatifu anatakiwa kuwaje, na mavazi yanatakiwa kuwa matakatifu. Sio tu mtu, miili yetu tuitoe ikiwa mitakatifu, Warumi 12:1, lakini mavazi yetu yanapaswa kuwa matakatifu, sio ili mradi ni mavazi. Kwa hiyo lazima muelewe. Kama ukikuta mchungaji anafundisha hivyo, kama nilivyokuambia kwamba hana shida Mungu na mavazi, yani huyu ana shida kubwa. Yani atakuwa mchungaji wako tu ni tatizo. Ni tatizo. Mavazi, mtu awe mtakatifu. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 15. Tumeitwa ili tupate kuwa watakatifu kama Baba yetu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Lakini mavazi yetu yanatakiwa kuwa matakatifu. Twende pamoja, angalia kitabu cha Mwanzo pale. Kitabu cha Mwanzo pale sura ile ya kwanza, angalia Mungu anapomuinua tu Haruni kuwa kuhani, anamwambiaje? Cha kwanza hamwambii soma Biblia sana, soma Torati sana. Cha kwanza anamwambia aonekane vipi.
Katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 28 mstari wa kwanza, Biblia inasema nawe umlete Haruni ndugu yako karibu nami. Nawe umlete Haruni ndugu yako karibu nami, na wanawe pamoja naye miongoni mwa wana wa Israeli, ili anitumikie katika kazi ya ukuhani. Hapa ndo rasmi alikuwa anaitwa Haruni. Anitumikie mimi pamoja na familia yake. Anasema katikati ya wana wa Israeli, anasema sasa watu wataotakiwa hapo ni Nadabu na Abihu na Eleazari na Ithamari wana wa Haruni. Sasa angalia mstari wa pili. Nawe utamfanyia Haruni ndugu yako mavazi matakatifu. Utamfanyia mavazi matakatifu kwa utukufu, anasema kwa utukufu na kwa uzuri. Mavazi matakatifu ya utukufu na kwa uzuri. Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi ambavyo inatakiwa kabisa mavazi yawe matakatifu, ambayo ni mavazi ya utukufu, ambayo yameandaliwa ama yameshonwa kwa uzuri. Na anasema hata washonaji wenyewe, anasema nawe utawaambia watu wote wenye moyo wa hekima niliyowajaza na roho ya hekima, wamfanyie Haruni mavazi ili kumtakasa, anitumikie katika kazi ya ukuhani. Hata washonaji hawapaswi kuwa tu wale ambao hata hawaelewi mavazi ya kimungu ni yepi. Ukienda kushona wanasema tu kila vazi bwana halina tatizo. Ukisema yaachie mwili, yawe ni mavazi yenye heshima, yasiwe ni mavazi ambayo hata kutembea na kwa kama nimepigwa pingu, yasiwe ni mavazi ambayo huku yameshuka mlegezo umefika humu. Yaani ukimweleza hivi anakuona wewe mshamba na kuona uelewi, kwa sababu yeye hajui maadili ya kimungu. Biblia inasema wana wa Mungu wapo tofauti na wana wa Ibilisi wapo tofauti. Kwa hiyo Mungu amewekeza sana katika mavazi, na Mungu alizungumza hivi, wala ikiwa ni wanawake vile vile. Huyu ni Haruna anazungumzwa, anasema ikiwa ni wanawake vile vile hawapaswi kuvaa mavazi ambayo sio matakatifu, ambayo hayaleti utukufu wa Mungu, na yanaitwa ni mavazi ya kikahaba. Kitabu kile cha Warumi, kitabu nao cha Misali, kitabu cha Misali sura ile ya 7 mstari wa 10, anasema akamkuta mwanamke ana mavazi ya kikahaba. Huyu mwanamke mwenye mavazi ya kikahaba anazungumza hayo hayatakiwi, na watu wa namna hiyo alikuwa Mungu mwenyewe ameagiza kuangamizwa kabisa. Labda ni angalia andiko moja la mwisho hapa, andiko moja la mwisho hapa, andiko la mwisho hapa katika kitabu cha Sefania. Manabii wengi sana wamezungumza juu ya habari hizo. Angalia jinsi ilivyokuwa. Hakuna kwamba kila vazi tu linaweza kutufaa watu wa Mungu. Hapana, lazima tuwe na akili, tuwe na uwezo wa kuelewa kipi kinatufaa, kipi hakitufai. Sasa hebu tuende pale mstari wa 8, Sefania 1. Ni hayana tatizo au yana tatizo mavazi ya namna hiyo? Hili ni neno la Mungu. Sijakuleta kwenye Agano Jipya, maana Biblia nako imezungumza kwamba lazima tuwe na mavazi, tuvae mavazi yanayotustiri uchi, ambayo yatakuwa ni ya heshima, yenye adabu. Mwanamke hawezi kuvaa vazi lolote lile, kijana hawezi kuvaa vazi lolote lile, baba ama mchungaji hawezi kuvaa vazi lolote lile. Nimeona sasa hizi picha zinaruka, yuko mchungaji mwingine anavaa viatu vya kike, anavaa sketi za kike, anavaa tu gauni tu kike. Hawa wote walipaswa kufa, walipaswa kuuawa. Yaani hawakutakiwa kuishi kwa nyakati zile za Agano la Kale, lakini kwa sasa walipaswa watu hawa kuwekewa ajenda na mkutano kwamba wewe, hiki ni kinyume na maandiko. Yaani kwenye jumuiya za Kikristo, kwenye uongozi wa Kikristo, kwa sababu Ukristo unakuwa kama umevamiwa, hauna mwenyewe, ndo tatizo. Lakini mtu kama huyu alipaswa kabisa kufungiwa na kumwondoa, kwa sababu anaharibu utamaduni huyu. Angalia maandiko yanavyozungumza. Sefania 1 mstari ule wa 8. Biblia inasema hivi: na itakuwa katika siku ile ya dhabihu, na itakuwa
katika siku ile ya dhabihu ya Bwana nitawaadhibu wakuu. Nitawaadhibu wakuu. Ndo kama hao wachungaji saizi wanavaa sketi, wanavaa viblauzi, si wanavaa tu gauni. Nitawaadhibu, anasema, na wana wa mfalme. Masomo yanayokuja hapo, kwa nini na wana wa mfalme? Hata wana wa mfalme walipaswa kuwa na mavazi rasmi yanayotambulisha, kama mtoto wa rais, mtoto wa mkuu wa majeshi, mtoto wa waziri, mtoto wa nani. Kiujumla huko nyuma alipaswa kufanania. Mtoto wa mchungaji vile vile lazima afundishwe maadili. Hana maadili hapo nyumbani hatakiwi kukaa, maana atawafundisha nini watu? Biblia inasema hivi. Na watoto wa wafalme nao walikuwa na mavazi. Nitakuletea kipindi kinachofuata. Anasema hivi, na watu wote waliovaa mavazi ya kigeni. Na watu wote waliovaa mavazi ya kigeni. Hasemi na walio na mioyo ya kigeni na waliochafua mioyo yao. Waliovaa mavazi ya kigeni wote wanatakiwa kuadhibiwa. Kwa hiyo mavazi, mtu wa Mungu, mavazi matakatifu, mavazi yanayoleta utukufu, ndio Mungu anataka. Na tutakapokuja tena, angalau tukipata nafasi na clip kingine, basi tutakujuza tena mawili matatu, ili tuzidi kuelimika wote. Mungu wa mbinguni akubariki mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki mwana wa Mungu. Mungu akubariki ndugu yangu. Asante sana kwa kunisikiliza kwa ujumbe huu mfupi. Lakini ungependa kuwasiliana na sisi vile vile, ukapata namba yetu ya WhatsApp. Mungu nakubariki sana. Mimi naitwa vile vile mchungaji Leonard Haonga, niko pale Mloo, mkoa wa Songwe, karibu kabisa pale. Mungu akubariki sana, asante sana. Tuonane wakati mwingine.